fanya maombi ya bidii na aina mbalimbali. Wapendwa, ili Bwana atutokee, aachilie uamsho katika kizazi chetu, tunapaswa tuwe watu wa maombi ya bidii. Sema maombi ya bidii na ya aina mbalimbali. Nitakutajia maandiko kisha nifafanulie. Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 na wa 15, na Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 14. Naweza kusoma Wafilipi 4:6. Maombi ya bidii na ya aina mbalimbali. Utamalizia Luka 18:1-8. Yesu mwenyewe anasema, imewapasa kumwomba Mungu pasipo kukata tamaa. Pasipo kukata tamaa. Maombi mengine hayaendelei muda mrefu. Mtu anaomba mara moja, mara mbili, akafunga, hapati majibu, anakata tamaa. Sio kweli. Yaani tutaomba na kuomba na kuomba mpaka matokeo yatokee. Ya aina mbalimbali, ya kufunga, ya kukesha, ya kupatana, tutaomba. Iwe alfajiri tutaomba, iwe mchana tutaomba, iwe jioni tutaomba. Yule mwanamke alimsumbua yule hakimu dhalimu ambaye alikuwa na sifa mbili, hakuwa anajali watu wala hamchi Mungu, lakini ilibidi atoe haki kwa sababu ya kusumbuliwa mara kwa mara, usiku na mchana. Yaani kuna wakati Mungu anaweza kujibu, aone imani yako, aone juhudi yako. Yakobo anasema Elia alikuwa mwanadamu wa namna moja na sisi, lakini aliomba kwa bidii, mvua ikanyesha. Yaani kuna maombi lazima yaombwe kwa bidii. Mwambie omba kwa bidii katika hitaji lako. Sema omba kwa bidii hadi uamsho utokee. Naambia tunahitaji maombi ya bidii. Nje ya hapo uamsho utokee. Nyingine, kanuni nyingine,